anataka kutenda wema, when God wants to do good, atendeaki watu wote kuile saa. it does not happen to all the people at the same time. Lakini Bwana Mungu anakuwa anafanya uchaguzi wake. But God makes his own choice. Na mwanza juu kidogo mstari wa 20. When I start from verse 20, maandiko yananiambia the scripture says aseme Isaka alipomwoa Rebeka, that when Isaac married Rebekah, alikuwa na miaka 40. he was 40. Na Rebeka alikuwa na problemu, alikuwa tasa. And Rebekah had a problem because she was barren. Na Isaka akamuomba Mungu. And Isaac prayed to God. Mungu akamsaidia Rebeka akapokea ujauzito. And God blessed Rebekah to conceive. Amen, amen, kanisa. Hallelujah. Na Rebeka alipokuwa na ile ujauzito, and when Rebekah was expecting, maandiko yananiambia, the scripture says, aseme kwa kuwa mafarakano mtumbo ya Rebeka, that there was battling in the womb of Rebekah. watoto wakaanza kupigana mtumbo. And the children started fighting inside the womb. Na maisha ya Rebeka yakakuwa hatarini, akakosa amani. And Rebekah could not have peace. Na alipokosa amani, And when she did not have peace, maandiko yananiambia, the Bible says, Rebeka kaenda kumuuliza Mungu. Rebekah went to ask God. Amen, amen. Hallelujah. Ni nini ambayo inanipata? What is happening? Ndipo pale ambapo tumesoma. That's where we read. Na Bwana akamwambia, And the Lord said, mataifa mawili that two nations yako tumboni mwako, are fighting inside na you. watu wawili watafarakana kutoka tumboni mwako. People will be divided from your womb. Kabila moja itakuwa hodari kuliko nyingine, One nation will be stronger than the other, lakini mkubwa but the older atamtumikia. shall save the younger. Amen, amen, kanisa. Hallelujah. Mungu alichagua Yakobo God chose Jacob tangu tumboni mwa mama yake. from the womb of his mother. Amen, amen, kanisa. Hallelujah. Mungu alichagua neema juu ya maisha ya Yakobo. God put grace upon the life of Jacob Hapa Yakobo hayajua dunia. before Jacob could know this world. Unaishi leo, You are living today, lakini Mungu alikuchagua kabla hujatengenezwa kwa tumbo ya mama yako. but God chose you before you were formed in Na your Bwana womb. akakuleta mwile neema yake. And the Lord brought you in his grace. Amen, amen, kanisa. Amen. Shida ni kuelewa neema iliyokuwemo. The problem here is to understand which grace are you carrying. Watu wengi wamepewa neema, Many people are given the grace, lakini kusamanisha neema but for waliopewa, them to value the grace they are wanachukua given, kama ni nguvu yao. they think it is their power. Amen, amen. Hallelujah. Sio nguvu yako. It's not your power. Nitakupatia historia fupi ili upate kwenda katika neno chini kabisa. I'll give you a short story, then we proceed with the word. Wakati ya kuzaliwa ilipotokea, When the time of birth happened, maandiko yananiambia the Bible says yule ambaye ni mkubwa the older one alitoka wa kwanza, came first, na mwili wake ulikuwa na yale mapuane, and his body was full of hair, akaitwa Esau. and they called him Esau. Na cha ajabu kilichotokea hapa, And what happened? wa pili ambaye ni Yakobo alipotoka, And when the second one came out, alitoka na mshika Esau kwenye he kisigino. came holding Esau on the heel. Amen, amen, kanisa. Amen. Watu wengi ni kama Esau. Many people are like Esau. Amen, amen. Mungu anakupatia favor ya kuwa wa kwanza. God is giving you the favor to be the first. Mungu anakupatia neema ya kumjua. God is giving you the grace to know him. Lakini cha ajabu unashindwa kujua samani But you fail to understand iliyo katika ile position yenye Mungu the alikutia. value in the position that God has given you. Amen, amen. Hallelujah. Kusamanisha neema ambayo tumepewa Value the grace we are given. sio kuhubiri tu. Is not preaching only. Tumeitwa kwa njia tofauti. We are called differently. Lakini pale kwenye Mungu alikutia, But where God has put them, simama yako na fiere. stand there with Maana ni courage, neema ya Mungu because tu. that is the grace of God. Amen, amen. Hallelujah. Lakini wewe Mungu alikupatia, But you, for what God has given, unalichukua kama ni mzigo. you take it as if it's a burden. Nilikuja kwambia Mungu anakuwa na chakula. I come to tell you that God chooses. Yakobo hakufanya maombi tu achaguliwe. Jacob did not pray for him to be chosen. Amen, amen. Hallelujah. Maana neema ni upendeleo wa Mungu Because grace is the love ambao of God hatustahili. that we did not deserve. Amen, amen, kanisa. Amen.
Amen, amen kanisa. Hallelujah. Na maandiko yananiambia And the scripture says aseme ilifika wakati ambapo that when it was time Esau alienda winda, maana yeye alikuwa muwindaji. for Esau to go for hunting because he was a hunter. Lakini Yakobo alikuwa mtoto wa kunyuma, mtoto wa mama. But Jacob was a son of a mother. Na Esau alipotoka kwenye mawindo, When Esau came from hunting, alikuja anachoka. he came tired. Alipokuja anachoka, When he was tired, anamtaka Yakobo amepiga sosi he ya found fufu. that Jacob had cooked a good soup. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Hauwezi ukapata vitu kama hauna mtu ambaye amebeba vitu. You cannot get things if you don't have someone who is carrying the thing. Amen, amen. Hallelujah. Kama hauko chini ya mhubiri wa nguvu, If you are not under a good preacher, ni vigumu sana ukuwe wa nguvu. it's very difficult for you to be a good Maana preacher hata kupatia wenye hana. because he's not never gonna give you what he doesn't have. Amen, amen. Hallelujah. Yakobo alikuwa close kwa mama. Jacob was very close to the mother. Anapochanga vyake naye kunaangalia When mafundi the ya mother mama. was mixing up the spices for the soup, Jacob was watching. Amen, amen kanisa. Hallelujah. Mungu anapoleta mtu karibu ya maisha yako, When God brings somebody close to ni you, kwa muda na ni neema. it's for a period of time. It Ninakuja is the kuambia grace. kama tu kwa ile wakati I come to tell you that by that Mungu time, amekutia karibu ya that God has mtu, put you next to that person. jitahidi ushote kutoka Try your kwa best to fight from maana that person. wakati neema ya Bwana Because when it is kutukisha, for you to be with that uko person, mbele utapambana na jambo. there you are going to fight alone. Kama haukushota katika ile If you do neema, not fight from that person, utakutana maisha yako you will yanaharibika. find your life destroyed. Amen, amen kanisa. Hallelujah. Na wakati Esau alipofika, When Esau happened, arrived, akachoka na maisha. he was tired with life. Akisha akamwambia Yakobo And mdogo he wake, said to Jacob, his younger brother, nisaidie kuiyo mchopo yako. help me with your soup Amen, amen. Hallelujah. Maana nakaribia kufa. because I'm about to die. Sikia jibu ya Yakobo. Listen to the answer of Jacob. Yakobo akamwambia, Jacob said, unajua nini? you know what? Niuzishie haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Send to me your birthright. Nitakupatia I will give you soup. vyenye niko navyo. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Kumbuka kwanza kukua wa kwanza mfamilia. Remember to be the first one in the Ni family. neema ambayo Mungu amekuchagua wewe peke kati ya The grace wengi. that unique grace God has given you in the Kuwa wa family kwanza. for you to be the first. Amen, amen kanisa. Hallelujah. Cha ajabu Esau But surprisingly, Esau akashindwa kuelewa ya kwamba ni neema failed to aliyopewa, understand that that is a grace upon him, na akauzisha haki ya mzaliwa wa kwanza. and he sold his birthright. Akamwambia niambie tu kama na mimi nakuwa wa kwanza. And the boy Jacob said to him, just swear to me that I am now the first. Na alipolapa akamwambia bwana, mimi kwa kukufa hata kesho unakuwa mmoja, unakuwa mkuu. And he swore to him and said, I will die even tomorrow. You are the first one. Kumbe neema iliyotiliwa juu ya maisha Now the yake grace that was upon him, ameichezea. he played Na with it. maandiko anasema And the Bible says aseme tangu that pale from that moment, Esau akadharau haki ya uzaliwa wa kwanza. Esau and despised the birthright. Amen, amen kanisa. Hallelujah. Kuna uchaguzi ambao unafanyika kila siku. There is a choice that is made every day. Katika Malaki sura 1 na mstari wa In 2, Malachi chapter 1 verse 2, maandiko yananiambia the Bible says, ni nabii Malaki ambaye anatabiri, the prophet Malachi is aseme prophesying nimewapenda nyinyi, asema that Bwana. I loved you first, says the Lord. Lakini Mungu anasema umetupenda yeye. But you are asking, how do you love us? Amen, amen. Hallelujah. Mungu ametupenda kwanza. God loved us first. Mungu alipenda Israeli He kwanza. loved Israel first. Lakini taifa ya Israeli But Israel nation ikamwambia Mungu umetupenda said to penda. God, how do you love us? Amen, amen. Hallelujah. Neema ya upendo sio ya The kuchezea. grace of love is not to be played. Neema inayopewa na Mungu sio ya The grace that is kutania. given by God is not to be played Kwa with. ya kwamba Israeli ndio ni Yesu alikuwa anakuia. You should understand that Jesus came for Israel. Yesu alikuwa anakuia kwa ajili yetu. He never came for us. Amen, amen It kanisa. was not his intention. Lakini Bwana Mungu akachagua Israeli But God chose Israel katika neema in yake. his grace. Na nabii anasema Malaki, And the prophet says, Malachi,
anatuambia The Bible says aseme kwa maana jinsi hii as the way God Mungu aliupenda loved the ulimwengu world akamtoa and mwana He wake gave His pekee. one and only begotten Son. Tumshangilie Bwana Yesu. Give a round of applause to Amen, Jesus. amen, kanisa. Hallelujah. Mungu ametupendelea. God loved us. Mungu ametuchagua. God chose us. Kati ya wengi Among many, Bwana ametuchagua. God chose Na us. maandiko yanasema katika Malaki, And the Bible says in Malachi je, Esau sio ndugu yake ya Yakobo? that Esau not the brother to Jacob. Amen, amen. Hallelujah. Lakini nimpenda Yakobo But I love Jacob nikamchukia Esau. and I hate Esau. Amen, amen. Amen. Kukuwa fasi moja, To be in one place, kuzaliwa familia to moja, be in the same family, haijamaanisha kwamba tuko na neema it moja. doesn't mean we have the same Kila mtu ako grace. na neema yake. Each one have their own Kila grace. mtu ako na kibali yake mbele Each za one have their Mungu. own favor before Kama God. wewe utachezea neema If yako, you play with your grace, nilitaka kumwambia mtu I came to mwingine, tell somebody, neema ya Mungu the grace of God mlango is the inafungukana door that na wewe opens, ambao unastahili. and when you don't deserve Neema ya it, Mungu, the grace of God jibu ya Mungu is the inakutangaza choice of God that pale finds ambapo you. wewe The place hukustahili. where you don't deserve it. Amen, amen, kanisa. Hallelujah. Amen, amen, kanisa. Hallelujah. Ninapoona katika Warumi 9 When I check into the book of Romans 10 verse 1, Warumi 9:11, Romans chapter 9 verse 11, maandiko yananiambia and the Bible says, kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto just as before children were born, hawajatenda neno njema wala mbaya, they have not done a good thing or evil, ili lisimame kusudi la Mungu la for kuchagua, it to stand before the right of God. si kwa sababu ya matendo. It's not because of their doing. Katika Warumi In 9:11 Romans 9:11, maandiko the yanatuambia Bible is telling us kabla Esau na Yakobo kuzaliwa that before Esau and Jacob were born, walikuwa hawayatenda ni kosa mbaya ama kufanya vya mzuri. they've never did any act good or bad. Amen, amen. Hallelujah. Tokea tumbo ya mama yao From the womb of their mother, walikuwa hawajua mema na mabaya, they never knew good and evil. lakini Mungu akachagua God chose Yakobo na kusema ya kwamba Jacob and said mkubwa atamtumikia mdogo. that the older will save the younger. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Neema hatuipataji kwa matendo. Grace, we don't have it by action. Neema hatuipataji tu tulitenda mzuri, We don't get it because we did good things. lakini neema But grace ni kibali ambayo is the hatukustahili. favor that we did not deserve. Yakobo hakustahili neema ile, Jacob did not deserve that grace, lakini Mungu but alimkaribisha. God gave it to him. Amen, amen, kanisa. Hallelujah. Yakobo alikuwa mtu wa hatari sana. Jacob was very dangerous. Anaweza acha kufungia kumuti na anaenda. He couldn't leave you in prison and go. Amen, amen. Amen. Yakobo alikuwa mtu wa maneno ya utamu. He had sweet words. Akikuambia maneno matamu, When he said words to you, yale ambayo umepewa the anabeba. one you are given, what you are given, he will take it. Ndio maana usicheze na neema iliyo juu ya maisha yako. That's why you should never play with the grace in your life. Esau parkuru yake iliharibika kwa nini? Esau's plans got destroyed because Kulikuwa na neema juu ya maisha yake, there was grace upon his life, lakini akashindwa kuelewa ile but neema. he failed to understand that grace. Wakati mlango wa neema inafunguka juu When the door yako, of grace opened, nimekuja kuambia mpendwa, I've come to tell you, jikaze ile neema uitumikie. try your best to save that Jikaze hiyo grace. neema Try your best uisamanishe. to value the grace. Waliookolewa kwa damu ya Those samaki who were saved by the blood, hawapaswi kuishi maisha they sawa cannot be living the life like people who are not saved. Amen, amen. Hallelujah. Tukiwafanana wao ama dunia, When we look alike with them or the world, neema iliyokuja we kwetu. despise the grace that has come upon us. Amen, amen, kanisa. Hallelujah. Amen, amen, kanisa. Amen. Ninapoangalia katika Luka 15 When I look into Luke chapter 15, mstari wa 11 nashuka, verse 11 going down, maandiko yananiambia the Bible says aseme kulikuwa na baba mmoja that there was a man alikuwa na watoto wawili, who had two sons, na yule mdogo and the younger son akamwambia baba yake, said to the father, baba, naomba unipatie na mimi sehemu yangu ya
nchi ya in mbali, the faraway country, akatumia pesa zote kwa he anasa. misused all the money Na in maandiko fornication. yananiambia, And the Bible says asema wakati pesa ziliisha, that when the money finished njaa ikaingia. and the anger came, Amen, amen. hallelujah, Njaa ilipoingia, when famine came, ndugu akafilisika, this man was suffering. akateseka kutegelea He chini was sana. suffering to the highest degree. Mpaka akapelekwa kwenda kulisha nguruwe, huko ndio kazi ile alipataka. And he went to feed the pigs. That's the way he Akafika was doing. kiwango ambacho anatamani atakula chakula ya nguruwe. And he got to a point where he even desired to eat food of Na the pigs. maandiko yananiambia, And the Bible says asema kafika kwa nafasi akajifikiri, that he got to a point when he thought asema watumishi wangapi that how many servants katika nyumba ya baba who are yangu in my father's house, wanakula na kusasa, they are eating, na mimi ninateseka And I am here, katika nchi ya mbali. suffering in a faraway country. Nitarejea I will go back kwa baba to yangu, my father, nimwambie tell baba, my father nimekosa mbele that I yako, sin before mbele ya you, mbingu, and I sin before God. unihurumie Baba, Have mercy. na sistahili kuwa and I tena. don't deserve to be your son anymore. Amen, amen. Hallelujah. Hii ni hali ambayo watu wanaoishi katika neema lazima wawe nayo. This is the way of life that people who are living in the grace have to carry. Wakati umechaguliwa kwa neema ya When you are Mungu, chosen by the grace of God, unakuta ulikwepa njia. and you find that you have diverted the way, Usibakie mwile matope. do not remain in the mud. Kuwa kama huyu mwana Be mpotevu. like this prodigal son. Alipofika kwa dhamiri When he zake got to his ya kwamba senses, lazima he nirudie said, I have to go back katika neema ya Baba, in the grace of lazima God. nirudie I have to go back katika hali ya kukubaliwa, to be accepted mahali ambapo sistahili. where I do not deserve. Amen, amen. Hallelujah. Ni wangapi ambao wanacheza na neema hii? How many are playing with this grace? Wanapokutana dunia imewabeba wakajisahau. When they find that the world has carried them and they forget themselves. Sio wote ambao wanaona wanalewa wanacheza ovyo huko na dunia. It's not everybody you see drunk outside there going Ya around kwamba playing in the walikuwa world. wataokoka ama kumpokea It's not Yesu. everybody that was never born again. Wengi wao walionja Many of them neema, they tasted salvation, lakini wakacheza na neema. but they played with the grace. Kuna wakati mtu anakwenda kubaliwa analewa madaraka. But there are times that people can be accepted and then they get confused with the grace. Amen, amen. Wakati Mungu anakufungulia mlango, When God opens up a door for you, tambua ya kwamba ni yeye ndiye amefungua ile mlango. acknowledge that it's God who opened Na that door. akiamua kuifunga ataifunga. Because when He closed that door, He will close it. Maana neema Because the grace ina mwanzo na mwisho. has the beginning and has the end. Amen, amen kanisa. Hallelujah. Kama Mungu amekupatia nafasi ya kumtumikia, If God has given you a chance to serve Him, ni neema ambayo imefunguka. it's the grace that has opened Mungu up. amekuchagua God has ya chosen kwamba you kwa majira kama na so haya that in the season like upate this, kuwa nabii wa you should be mataifa. a prophet of the Lakini nation. kama wewe hauelewi ile neema, But if you don't understand that grace, sana umeacha zone hapo ambayo Mungu you amekutia will find that ndani. you have left the prophetic zone that Unaanza God has kufanya called vingine you for, vyako. and you start doing your Na own ni thing, hasara. and that is a pity. Bali na Mungu ni hasara. Far away from God is Nje a ya loss. neema ni hasara. Far away from the grace is a Kama loss. vile mwana mpotevu alifilisika ile neema. Just like prodigal son suffered. Hivyo hivyo wote walioacha neema hawana amani. People who have left the grace, they don't have peace. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Maandiko yananiambia The scripture says aseme mwana mpotevu that the prodigal son, alipochukua hatua ya kurudia kwa baba, when he took a decision to go back to the father, alifikiri ya kwamba baba he atampokea. thought the father will not receive Alifikiri ya him. kwamba watamwambia ushabeba vyako hatukutaki. He thought they will tell him you have been far away for a long time, we don't Mwana want you. mpotevu hakustahili. He did not deserve it. Amen, amen. Hallelujah. Unapokosea When you wrong, hata ukipigwa uliaki. even when you are beaten, you don't cry. Amen, amen. Hallelujah. Ushaona mama anapiga mwizi mwenye aliiba. Have you seen a place where they are punishing a thief Kwa sababu anajua kama hizi fimbo anazistahili because he knows that he deserves the na beating hakuna mwatanisemea, and nobody is going to speak on my behalf? anakuwaka diveto ako nguvu. They try to enjoy. Amen, amen. Amen. Sasa huyu mwana mpotevu
rehema. Our God is full of grace. Wengi wanasema nitakuaje, nimetenda dhambi za mingi. Many they say, how will it be? I have seen the Lord. Amen, amen. Amen. Lakini katika neema ya Mungu, But in the grace of God, wale ambao wafai, those who don't ndio deserve, wenye Mungu anakuwa they are the ones anatambulisha. that God Wale ambao presents. ni wa mwisho, Those who are the ndio last, wenye Mungu anatia God puts kwanza. them first. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Nataka nikwambie kitu fulani mahali. I want to tell you something here. Wakati mwana mpotevu alipofika, When the prodigal son arrived, akashuka akamwambia baba he yangu, went down on his knees to say, Father, nimepasa mbele za mbingu I have sinned before na heaven mbele yako, and even before you, na sistahili tena kuwa mtoto and I wako, don't deserve to be your son, lakini nifanye mmoja wa but make watumishi, me one of your servants, nikuwe napata na mie starehe so that I can have salary like other houseboys here. Amen, amen kanisa. Hallelujah. Neema ya Mungu The grace of God haitupatia kile tunapenda. does not give us what we are looking for. Amen, amen. Hallelujah. Unapoomba Mungu akubariki, When you pray God to bless you, neema ya Mungu haikupatia kile the unapenda. grace of God will not give you your choice, Lakini neema ya Mungu but the grace of God inakupatia venye ni mapenzi ya will Mungu. give you that which is the will of Inawezekana God. hauko qualifie, It's possible you na are not watu qualified, wanauliza and people are asking, ilikuwaje? how did it happen? Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Kuna watu wanaoamini ya kwamba vile mpaka kuwa kienda ndio ataolewa. There are people who believe that only a beautiful young lady can be married, Na njoo kiburi ya wadada wa mingi. and that is the pride of so many beautiful girls. Anapoangalia Mungu alimchora akamjenga. When they see how God decorated them, Hana ulema. and they don't have any Hapo disability, anaangalia mwenzake mwanadamu akipokota. and they look at the one who is coming pulling one Anasema thing iko sawia and say, watamuona. this one will never be seen. Amen, amen. Hallelujah. Esau alikuwa yuko wa kwanza. Esau knew that I am the first. Ni lazima haki zote nienda. All birthrights are ours. Lakini neema ya Mungu But the grace of God inaenda kwa ule mwenye hana sura. went to the one who doesn't have the Inaleta face. kiwana kutoka Amerika. They brought the husband from America Anatengeneza. and make up on them. Amen, amen. Hallelujah. Hataki kuwa na ule bwana anamuuliza. Even when they are with if she's with that husband, will ask, Bilikuwakae. how did it happen? Nini kile tumanamo unanikufa? What made you love me? Amen, amen. Hallelujah. Kuna wakati tunaambiana hiyo maswali. There are times when we ask each other those questions. Amen, amen. Hallelujah. Kuna wakati tutamwangalia sasa ni neema tu. There are times you look at them and Ni say, mkono wa Mungu. it's the hand of Kwa God. sababu wale ambao ni wa kwanza, Because your birthright, wale ambao ni wa kwanza those who are the first watakuwa wa born, mwisho they will be the na last. wa mwisho And the watakuwa wa last will be the kwanza. first. Amen, amen. Amen. Usisahau neema ambayo Mungu alitia maisha Do yako. not despise the grace that God has put in Mungu your life. alimchagua, God chose him akakuamini, and He valued you. akakuumba kwa He mfano wake. trusted you and made you in His life. Lakini wewe kuwa kwanza kusema kama mimi But you are the first one to say that nobody can see me. haujaelewa neema ambayo iko juu ya maisha You yako. don't understand the grace of Ukielewa God. neema tu, When you understand the grace, sio inafanyaka mtu ambaye it ana makes thamani, somebody who has no anapata value to value. have value. Mtu ambaye dunia The ilikataa, person that the world has Mungu rejected, ashaharibisha hawezi that this one has finished his Mungu anamsamanisha. nothing can happen to him. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Na huyu mtu alipomwambia baba yake, mimi sistahili kuwa mtoto wako tena. And when this man said to the father that I don't deserve to be your child anymore, Amen, amen. hallelujah, Aliona kama astahili. he saw that he is not worthy. Nimemwomba baba haki yangu ya mali amenipa. I asked my father my Nimetapanya right. yote kwa ukahaba He huko. gave my portion and I misused it. Sasa narudia kwa And baba. now I'm going back to the father. Anamwambia And he baba, said to the father, sistahili kukuwa I mwanao. don't deserve to be your child. Sikia kauli ya baba. Listen to the voice of the Ambaye ni father, Mungu anayepanda who is neema. God that is Kwa giving wale the ambao grace to wamekataliwa. those who are rejected. Baba akasema And the father said, muangalie kanzu ya heshima that huko. find a robe of honor Mvalishe and mwanangu. put it on my son. Ulete pete ya valeri. Bring the Utie ring kwenye of value kidole chake. and put on his Na ring viatu vya and samani. the shoes of value Ikuwe kwa miguu put yake. on his feet. Amen.
Amen, amen. Hallelujah. Neema ya Mungu The grace of God. ikamkubali mwana mpotevu. It accepted the prodigal son. Ikampatia haki ya kuwa mwana And pale ambapo gave him the kustahili. right to be a son. Amen, amen. Hallelujah. Unapopata neema ya Mungu, When you find the grace of God, dunia itaacha kuongea. the world will not stop talking. Neema yako itafanya watu wakupiganishe. Your grace will make people to Ile fight you. neema ambayo Mungu ametia juu ya But the maisha same yako, grace God has put them in your life, Mungu God atajitukuza na adui watakosa na will kusema. glorify himself in your life, and the enemies will lack nothing to say. Maandiko ananiambia aseme scripture mkubwa says yake alipotoka kwenye shamba, That when the elder brother came from the field akasikia miziki niamini mnyuma. and heard music at home, Amen, amen. hallelujah, Babake hawezi kufanyia yeye fete. his father has never done a party like this for him. Yeye ndio alikuwa mwaminifu, anastahili kufanyiwa He fete. is the one that was faithful and he deserved to be praised. Anapotoka kule mshamba, When he came from the field, maandiko the yananiambia Bible says, akauliza mtumishi mmoja, he said to one of the seven, nini naendelea? what is happening at home? Akamwambia, And he said to him, mdogo yako ambaye ameenda the young brother who left, amerudia he came back, na baba yako amempokea and your father received na him, akamfanyia sherehe and ambayo he si is ya making a kawaida. party for him. Amen, amen. Hallelujah. Neema ya Mungu inapokuchagua, When the grace of God chooses you, sio wote wanaosikia sherehe ya it's Mungu not wanaoshangilia everybody who hears ya kwamba you. wanakubali ile baraka. They will be happy about your blessing of God in your life. Lazima kuwe watu ambao watanuna mroho. There should be people being angry in their hearts. Aligusa dawa huyu, He touched juju. This one. yawezekana alimcheza huyu Bwana. It's possible that he has played a game here. Amen, amen. Hallelujah. Neema ya Mungu The grace of ina God uwezo wa kufanya ubaya na has the power to make ugly to be beautiful. Amen, amen. Hallelujah. Neema ya Mungu The grace of God, inampatia mwana mpotevu wa adui wa it gives the prodigal son a new enemy. Amen, amen. Hallelujah. Unapokosa maadui maisha, When you don't have enemies in life, hivyo jiangalie you have to look at yourself. kwa wenye aliko sawa. Something is not right. Hata Yesu Even Jesus alikuwa na wanasema mfungue Baraba. has people to say that they release Barabbas, crucify him. Amen, amen. Hallelujah. Lazima maadui wawe. The enemies Na must ndio be. alama ambayo kwambia kama nina neema. And that is a sign which can tell you you have the Sio wa grace. kawaida. You are chosen and you Mimi are ni not zaidi ya stable. I kawaida. am more Maana neema ya than obvious Mungu because of the grace of God. imenichagua. I chosen me. Amen, amen. Hallelujah. Ase mkubwa alipokuja That when the elder brother came, akasirika he was akamwambia, angry and he stayed outside. siwezi nikaingia And he mwili. said, I cannot go inside the barn, the Haya mtu house. mwenye aliyeshaharibisha How come a person who have destroyed anaweza kapokelewa kwa heshima. shall be received with honor like this? Amen, amen. Amen. Ni neema ya Mungu tu. It's the grace of God only Bali wale wenye dunia that can ilizishindwa. accept those who Na the world inawasamanisha kwa viwango hold vya their ajabu favor sana. and value them. Amen, amen kanisa. Hallelujah. Amen, amen kanisa. Amen. Niko watatu ile kwa hali ya mapointi ambazo tulianza siku ya ile. I want to go to the point we started on Thursday. Mambo 7 ambayo 7 yatatufanya Keys. tuweze kudumu katika neema. keys to help us remain in the grace. Tumegusaka mambo tu mawili We only touch 2 of the points in the grace. lakini leo tutagusa yote. Today we will touch Mungu all of them. atusaidie. May Amen, God amen. help us. Ufunguo wa kwanza, ufunguo wa kwanza The first key ambayo itakusaidia wewe kudumu katika that can help you to remain in the grace of God ni neno shika sana ulicho nacho. is the word hold on to what you have. Katika ufunguo wa Yohana sura 3 In the book of Revelation na chapter mstari wa 3 11 verse 11, maandiko the yanasema Bible says naja upesi, that shika sana quickly ulicho I nacho, am coming, hold on to what you have. asije mtu akatoa taji yako. Let nobody take your crown. Amen, amen kanisa. Hallelujah. Vile venye uko navyo, What you have, vile ambavyo mbingu zimekusamini kuwa navyo, that which God has valued to have, ni neema ya Mungu. is the grace of God. Na ili upate kudumu vizuri katika ile And neema, for you to remain in that grace, shika sana ulicho nacho. hold tight what you are in. Watu wengi wanachukua kawaida Many people they take it for lenye granted.
given us. Alikupatia juu ndio umiandelea He did not umiziki. give us to bury. Mungu alikupatia God talenti has given us the ili talent upate kuifanyia so that kazi. we can use it. Na wengi wamfuate Kristo. Many should follow Christ. Lakini watu wengi But many people wanashindwa kushika they fail sana to hold on walicho nacho. tight on what they have. Amen, amen. Hallelujah. Usikie shika vyangu. Don't come and hold on to mine. Amen, amen. Hallelujah. Nimepewa vyangu ni vyangu I am kiupekee. given the grace of my own kind. Is Problema ya mine. watu pale ya kushika vyako. People, instead of holding what they have, Unataka ukishika vyako. you want to hold on mine. Amen, amen. Hallelujah. Yenye Mungu alikupatia ndio yenye ushiki. What God gave you, hold on to. Kama ni huduma ya utoaji, shika sana ulicho nacho. Even the ministry of giving, Kama ni give. uimbaji, shika sana ulicho It nacho. is to sing, sing, Usikie pia mtu matia kunyang'anya vyako. so that nobody could come and take what is yours. Yakobo ni mingi. There are so many Jacob. Amen, amen. Juu Hallelujah. ya manjana yako, Because of your anger, juu ya stress zako, because of your starvation and stress, unasema ngumu inatomboka. because you are suffering too much. Ema ni Mkristo wewe, mimi nakuwa sawa. You are saying to people, take me, I'm fine. Amen, amen. Hallelujah. Shika sana ulicho nacho. Hold on to what you have. Amen, amen kanisa. Amen. Kama Esau Like Esau, aliuzishaka haki ya mzaliwa wa kwanza he sold his birthright kwa sababu ya chakula. because of food. Hivyo hivyo Isaka naye In mzee the same way, ili achilie baraka Isaac to give out blessing, iliomba lombe chakula. he needed food also. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Hii ni matatizo makubwa kanisa. This is the bigger problem, church. Amen, amen. Amen. Unapoona unapitia wakati wa njaa, When you see you are going through starvation unashindwa kujikomporte kama Mkristo, and you fail to behave like a Christian, utakutana ya kwamba umetukana jina la Bwana. you will find one day that you are insulted the name of the Ni wale Lord. Wakristo ambao wanasema kama Mkristo hawezi akajaribiwa. Those are the believers who say that a Christian cannot be Ni tempted. wale Wakristo ambao wanasema Mkristo ambaye wale ni wa uongo, sio kweli. Those are liars and it's not true. Mkristo wa A kweli true ni Christian lazima ajitwike msalaba must wake, carry his cross mfuate Yesu and Kristo. follow Jesus Christ. Amen, amen. Isaka Isaac, aliomba chakula ili abariki. he asked for food to bless. Na hili tatizo ambalo inaingia katika makanisa. And this is the problem in many churches. Kama Mungu angesaidia If God was going to help alete intervention ya to mbinguni. bring intervention of heaven, Maana makanisa yameingiliwa na malaika wa giza. because the church is being contaminated by the evil Na angel. hawa watu wanateka watumishi wa Mungu. And these people are arresting the servants of God. Amen, amen. Hallelujah. Umaskini sio ya mbali. Poverty is not a good thing. Umaskini ni ya mbali. Poverty is not a good Ndio thing. maana kama uko mtumishi, That's why if you are a servant, Mungu akufungulie milango, ubarikiwe. may God open up doors for you to be Kuna blessed. wakati ambapo Mungu There amechagua are times when God has chosen watu ambao wanafaa kwa kazi yake. people who are worthy for His work. Lakini kwa sababu ya njala ya But mtumishi, because of the starvation of the servants, unakutana mtumishi anamwambia mtu apote you see that servants are ordaining people who don't deserve. kwa sababu aliuza sake 5 za simenti. Because that person bought 5 sacks of cement in the Amen, amen. Hallelujah. Ile ni mtendo ambayo Yakobo alitumikisha That kumkula very Esau same haki ya mzaliwa wa that kwanza. Jacob used to take the blessing of Esau. Kwa sababu Mungu katika mpango wake, Because God in His plan, Mungu alipanga ya kwamba God planned that mkubwa atamtumikia mdogo. the older will save the younger. Anajua kwa sababu Isaka alikuwa anapenda mawindo ya Esau. But because Isaac loved the hunting of Esau, Akaona ya kwamba nikikataa kumbariki huyu sitapata hizi nyama. he said, if I don't bless this one, I will not have meat. Na mtukuza Bwana wetu Yesu Kristo. I'm thanking the Lord Kwa sababu yeye alishinda hiyo mtego. because He overcame the devil. Alipofanya mafungo ya siku When He 40, fasted for 40 na days, shetani hakuja the devil kumkaribia. kept tempting him. Yesu alipoona And Jesus njaa, saw anger. shetani akamwambia, The devil said to him, kama wewe ni mwana wa that if you Mungu, are a child, geuza jiwe hili then ipate kuwa mkate. bread. Amen, amen. Ni Hallelujah. mtego ile ile It's the same trap ambayo inafanya mtu aache kufanya vya Mungu ndio ampendeze that shetani. is making people not to do the will of God to please the devil. Nampenda Yesu akukuwa
njala. Jesus was not starving. Alimjibu He shetani answered the ya devil kwamba imeandikwa, and said that it is written mtu hataishi kwa that mkate the tu, man will not live by bread lakini kwa alone, kila but neno by every word linalotoka that kinywani mwa proceeds Bwana. from the mouth of God. Amen, amen. Hallelujah. Tujitahidi kanisa kushika sana Church, let's try to hold on. usiruhusu chochote. Don't allow anything. Maandiko The yanasema Bible ni says nini ambayo What is it itatutenga na upendo wa that will Kristo? separate us with the love. Je, ni umaskini? Is it poverty? Je, ni njala? Is it starvation? Lakini watu wengi But many people, wanaenda bisha kwa mlango wa they are shetani knocking at the door of the kwa devil sababu maisha ilikatana. because life is Na tough. wanasema ya kwamba And those who are saying aseme kwa Mungu abainuru wake haraka. that the things of God, they don't go faster. Amen, amen. Aseme utajiri wa haraka ni wa kuagiza. That the wealthy of quick wealth is from darkness. Baraka za Mungu hazina manunguniko. The blessings of God are no Baraka sorrow. unazipata katika neema The blessings in the ni grace, baraka ambazo they are blessings that zitakufanya ubaki katika will make mapenzi ya you Mungu. to remain in the will of God. Ufunguo wa pili In the second key, ambao itakufanya ubakie mapenzi ama neema ya Mungu. that will make you remain in the will of God. Amen, amen. Hallelujah. Neema ya Mungu haiko pale tu tubakie tu hivyo hivyo. The grace of God is not there for us to remain stuck. Neema ya Mungu inapokuja The grace of God, when it comes, inatubidi kuitumikia. we have to save it. Na ufunguo wa pili And the second key, ni sifa na maabudu. praise and worship. Amen, amen. Hallelujah. Watu waliotoka mneema, People who left the grace, watu ambao walitoka familia zenye hazijulikani, people who came from unknown families, maisha yao ni matokeo ya neema. their life is the result of grace. Hao watu wanakuwa na namna ya kusifu na These kuabudu. people have their own way of praising and worshiping. Amen, amen. Amen. Kanisa ambalo limepitia matatizo makubwa The church that has gone through tribulation likafukuzwa and was chased out, na neema ya Mungu ikaturudisha. and the grace of God has brought us Lazima back. tukuwe na hali ya kusifu We na have our kuabudu. own way of praising and worshiping Maana God. bila kujua sifa na maabudu Because without discovering the mystery in praise and worship, tunadharau neema ya Mungu. we underestimate the grace of God. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen kanisa. Amen. Tuko na kanisa ambayo We have a church that inapofika wakati wa kusifu when it's time to praise, watu wanajitoa. people are ready. Amen, amen. Amen. Nimegundua kwamba Mungu tunajua maana ya kusifu. I discovered that here people understand the praise. Amen, amen. Hallelujah. Inapokuja kwa habari utabakia, But when it comes to the issue of utabakia, we are ready to say sitabakia. Tuko tayari sana. we are ready to say utabakia. Na Bwana Mungu awabariki Not be sana. left behind. Bwana Mungu awabariki. May God bless you. Mungu awabariki. God bless you. Maana mmejua kumsifu Mungu. Because you know how to Katika roho praise na God kweli. in truth, spirit and truth. Amen, amen. Amen. Kusifu ni kitu kimoja Praise is one thing na kuabudu ni kitu kingine. and worship is another thing. Amen, amen kanisa. Hallelujah. Nitaki kuambia maana ya sifa kwa I want to tell you, what does it mean praise? vile tunaelewa watu wa Sinai. Hivyo ni vyetu. That which we understand Sinai. Amen, amen. Hallelujah. Sifa ni hali ya kuonesha shukrani Praising is a way of expressing your appreciation to God na furaha mbele za Mungu. and also joy unto God. Amen, amen. Hallelujah. Wakati Mungu amekutendea, When God has done you something unapotaka kuonesha moyo wa and shukrani, you want to show the heart of appreciation, hapo ni sifa na maabudu. there is praise that must take place. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Hapo hatuna shida sana. We don't have a problem there. Lakini tatizo yetu sisi But our problem here, wakati wa maabudu. when it comes to worship, Amen, amen kanisa. amen. Nimegundua kwamba inaomba tusaidiwe kanisa. And I think we need help here. Amen, amen. Amen. Maabudu ni nini? What is worship? Ni hali ya kutambua kiundani Is a way of understanding deep Mungu wake. His godness. Amen, amen. Amen. Mtu anatambua kama Mungu ni Mungu na badilikaje. A person who understands that God is God and He changes Mtu not. anakuwa na ile kushuka ndani A kabisa. person who has that submission, Huyo ni mwabudu.
in submitting is a true worship. Na ni hali ya kuonesha utiifu na heshima mbele za Mungu. And it's also a way of showing submission before God. Amen, amen kanisa. Hallelujah. Amen, amen kanisa. Hallelujah. Wakati wa maabudu, when we are worshiping, mbingu zinatarajia heaven is ya expecting kwamba kuna mtu atajisahau that someone will forget ili sifa zimrudilie Mungu. so that glory can go back to Atashuka God. ndani kabisa Somebody who will go na deeper kuabudu kiukweli. and worship God truly. Lakini cha ajabu, But surprisingly, tunapomaliza tu kusifu hapa, when we finish to praise huyu Him, anashuka mambo yake this one goes that side, au telefone. is on the phone. Huyu ni kama ameruka sana, This one jump a lot, ameshindwa na maisha, is tired of life, anakula kona yake. is eating and also Huyu taking naye corner. anaongea na mwingine. This other one start to talk with Hiyo ni them, talk with kusahau them. neema ya Mungu. That is to despise the Wakati grace ya of God. maabudu, The time of mbingu worship, zitakuwa zinashughulika na for maisha. us not to be busy with our Tunapomwabudu lives. Mungu, Let's worship God. Mungu anakuwa anashuka maisha God comes yetu, down in our lives. anabadilisha The vilikuwa church is that vinashindikana. which was hard. Inawezekana Make it possible. kwa ajili kuna maabudu ya kweli There is ambayo yamefanyika, that is going on. lakini watu ni wale Many wale. people don't want change. Amen, amen. Hallelujah. Watu ni wale wale, Some people are the na same. mtasema ya kwamba Mungu hajibii maombi. You are going to say that God is not Kumbe ni answering sisi prayer. wenyewe ndio wachawi wa But maisha not yetu. knowing that we are babies in His presence. Utakapoelewa siri ya kuabudu, When you understand the secret of worship, siri ya kumwacha Mungu yeye peke apande, the secret of allowing God to increase, utaona mambo yanabadilika kwa maisha yako. you will see things changing Utaona in your life. akuita mteja bila kutafuta. You will see Mambo you are not yatakuwa calling rahisi. a client, but the client Kwa is sababu looking umeelewa for you. hii funguo ambayo Because you understand kuwezesha the kudumu key katika neema. that can help you survive in the Amen, grace. amen kanisa. Amen. Hapa nitasema sana hapa. I will talk a lot here. Amen, amen. Amen. Kama hujajua kushavalia mambo yako, If you don't understand to disvalue your things, mgeni ataingia unafanya leo ya kwamba watu a visitor will wako come here serious. and will understand at the same time that these people are not Amen, serious. amen. Amen. Kuna kwenye unaingiaka, There is a place where you go unasikia huyu ni meya ama guverner, and you hear that this is a mayor or a governor. analala chini He's lying down. wakati ya maabudu, The time of worship. anajua kwenye Mungu He knows alikutoa, where God has taken lakini him from. wewe hauko ni chef government. But you are not even a counselor. Na presence ya Mungu ukiwa In unavima. the presence of God, you are showing charisma. Tusifu, Let's praise. mtu ni maimai. You are just like that. Tuabudu. Let's worship. Ni kama hujui sababu wanakuleta hapa. You are only looking at people like you don't know Tutakapojiunga masika moja, what brought you here. tutakapojiunga masika When we connect on one time tunaabudu and kiukweli, worshiping to zili rasta itatambua ya see as kwamba we know kuna Mungu wa that there is a kweli true na God tunamheshimisha. and we honor Him. Lakini cha ajabu, Surprising, tunaelewa sifa, we understand the praise. maabudu, Worship, tunaikamata recha we recha. take it for granted. Kisi unamkamataka Mungu, The way you take God, ndio kisi ataonekana. that's how God will show. Kisi unakuwa unamtukuza The Mungu. way you praise God. Kuna wakati utaingia kwa aksida ya Mungu. There are times where you will go into a strong Malaika extreme wanasema and people will say, huyu ndo alikuwa katika is maisha. this the one that was Huyu akiabudu na sisi tunapata when kuuliza this one used ni wanani wale kule. people used to ask who is there? Ile ajali itakufanya kitu kwa sababu umegundua That one siri yesterday will not do anything inayokuwezesha kupanda neema. because you discover the secret of worship. Funguo ya tatu. Number 3. Amen, amen. Hallelujah. Tunaacha Mungu atupandishe viwango, We need God to promote us na level. katika neema ya Mungu And in the grace of God, ndio kazi hii sasa. that this is the way. Amen, amen. Amen. Funguo ya tatu Number 3, ni maombi na neno la Mungu. prayer and the word of God. Amen, amen. Katika Wathesalonike 5:17 In First Thessalonians chapter 5, maandiko verse 17, yanatuambia the Bible says aseme ombeni bila kukoma. that pray
without ceasing. Amen, amen. Hallelujah. Katika Wakolosai 3:16-17 Colossians chapter 3, aseme 16, neno la 17. Mungu The Bible says lijawe ndani yenu kwa wingi. that the word of God should be plenty in you. Amen, amen. Hallelujah. Watu wengi maisha yao imelala, imezofika. Many people's lives is on down. Katika neema ya Yesu Kristo In the grace of Jesus tunahitajika Christ, kuamsha karama ya we maombi. need to awaken the gift of Maisha ya prayer. maombi yanahitajika. The life of prayer is needed. Watu wengi wamefanana kama vile Petro na wana wa Many Zebedayo. people, they look like Peter and the children Yesu of alipokuja Zebedee. katika bustani ya Gethsemane, When Jesus was in the garden of Gethsemane, bali wao waombe instead of them praying, wakalala. they slept. Amen, amen. Hakuna kukomaa katika neema kama una maisha ya maombi. Ili kanisa lipande tena katika neema For ya the church Mungu, to grow in the grace of tunahitajika God, kuwa waombaji wa we kweli. need to bring Tunahitajika prayer. kuomba katika muda We need to unaofaa pray na on good muda times and the usiofaa. bad times too. Amen, amen. Hallelujah. Malingamano yashakuwa ya mingi pali ya maombi. Talking is too much more than prayer. Mungu anapotaka kujidhihirisha na fanya When miujiza. God wants to use us for miracles, Maombi na neno la Mungu prayer and the word ni lazima vichae katika must maisha be yetu. plenty in our life. Hakuna ushindi katika There is neema no victory in kama grace hatuna maisha ya if we don't maombi. have a prayerful life. Maana neema Because the grace inaletaka vita. brings Sasa battle. kama wewe huna And now, if you are maombi, not prayerful, utajikuta umeanguka you will find mtego. yourself in temptation. Amen, amen. Hallelujah. Yesu anasema Jesus said roho ni rasi, that the spirit is lakini ready, mwili ni mdhaifu. but the flesh is weak. Kama hatuombi, If we don't pray, kama hatuchawi na neno la Mungu, if we are not full of the word ni of God, vigumu sana kudumu it's katika very neema. difficult to remain in the grace. Fungo ya nne, Number 4, kutafuta ufalme wa Mungu. to look for the kingdom of God. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen kanisa. Amen. Amen, amen. Kama unataka udumu neema ya Mungu, If you want to grow in the grace of God, gundua hii funguo. discover this secret. Amen, amen. Wengi wetu hapa, Many of us here, Mungu ametutoa kuzero God has taken you from zero na leo ametufanya mahero. and today has made us hero. Ni neema ya Mungu tu. It's the grace of God Wengi only. wetu hapa Many of us here wametoka Kongo hawajui kazi. came from Congo not knowing any job. Amen, amen. Hallelujah. Lakini neema ya Mungu But the grace of God imekufikisha hapa. has brought you here. Kazi ambayo zifanya mtu anaishi kunyumba. The work that you could not do back home, Kwa fere kunyumba hana kitu. a baba at home is nobody. Amen, amen. Hallelujah. Usukai kwetu hawezi lipa nyumba ya demine. A hair plater at home cannot pay an expensive rent. Amen, amen. Amen. Lakini neema ya Mungu But the grace of God inafunguka mwile uchache ambao tumekutana is hapa. open in the little that we find Na here. tumepata majina yetu tuko naye. And we have names that we have. Wengine wanatuogopa kunyumba. Many people are scared of us. Wanafikiri hata tukifika municipality. They think maybe we are working in the government. Amen, amen. Hallelujah. Wakati nilipotoka Kongo, When I came from Congo, wakaniacha website kwa wangu wanashindana. and they left me where my brother is. Nikauliza kanjele maofisi sasa hii. And I asked, is this the offices? Wakaniambia ushafika. And they told me you have arrived. Njoo ofisi sasa. These are the office. Neema ya Mungu. The grace of God. Amen, amen. Hallelujah. Neema ya Mungu inabadilisha. The grace of God changes. Vile vilikuwa vigumu vinakuwa rahisi. That which was tough becomes Siri easy. moja. The secret is one. Tafuta kwanza ufalme wa mbinguni. You must look for the grace of Na God. mengine utaongezewa. Other things will be. Lakini problema yetu But leo, our problem today, tunaanza tafuta vyetu kwanza. we look for our own things first. Unapotafuta vyako kwanza, When you look for your own things, unajifungia baraka. you close your blessing. Amen, amen. Hallelujah. Lakini utakapogundua siri ya kumtia Mungu But when mbele, you discover the secret of putting God, inamaanisha nini? it means Ya kwamba ni neema yako tu it's the grace ndio only. imenifikisha mpaka hapa. Your grace only has brought me this far. Na utajiri wangu And my wealthy haujanibadilisha. cannot change. Nikibariki mwana wako I am Bwana, still your child. lazima
Hallelujah. Wengi wanasamanisha yao. Many, they value their own things. Nauliza mikutano ya asubuhi South Africa, sijawahi kuiona siku ya tano. I normally ask for the crusade in the morning in South Africa. I've never seen. Watu wanakuambia haiwezi ikawezekana. People say it's not possible. Kongo mnaweza mikutano asubuhi jua hakuna kazi. In Congo you do those crusades in the morning because you are not working. Amen, amen. Hallelujah. Hatujajua thamani ya Mungu. We don't know the value of God. Amen, amen. Amen. Hata urudie Kongo leo. Even if you can go back to Kuna watu Congo, mtakutana maisha ni ile ile. there are people that you find that your life is the same. Amen, amen. Hallelujah. Hata mtangaze kuanzia kuna kanisa hili. Even if we can say there is a holiday, there is no church this year. Yawezekana kama matabaki hata kinga hapa. It's possible that when we come back, nobody is going to park a bicycle. Haijamaanisha kwamba tunavyovipata ni nguvu yetu. It doesn't mean that ya Mungu ndiyo what we inayosema have kwa is the ajili grace yetu. of God. Amen, amen. Hallelujah. Lazima kujua utafuta kwanza ufalme. We have to look for the kingdom. Mengine Mungu atatuongezea. Other things God will add to us. Tunaenda kuya tano. We are going to the fourth. Amen, amen. Hallelujah. Ili kudumu katika imani. To Katika neema. remain in the grace, Inabidi imani. we need faith. Maisha ya imani ni ya maana sana. The life of faith is very good. Hakuna kupokea kutoka Mungu bila imani. You cannot receive without faith. Na kanisa ambayo haina imani And the church without faith ni kanisa ambayo inakemeana yenye haiwezi kemewa. is the church that rebuke even what is not to be rebuked. Amen, amen. Amen. Ni kanisa ambayo inafanana Is a church that look like na wanafunzi wa Yesu katika ile boti. like the disciples of Jesus Christ inside the boat. Walikuwa pamoja na Yesu Kristo. They were with Jesus, Lakini wanalalamika tunaangamia. but they were screaming that we are dying. Amen, amen. Hallelujah. Ni jewe huko pamoja na Yesu. How come you are with Jesus Na unalia and you are crying? Yesu alipoamuka When akawaambia, Jesus woke up, imani yenu iko wapi? where is your faith? Bwana anakuambia leo, God is telling you, imani yako iko wapi? where is your faith? Katika ile situation unayopitia, The situation you are imani in, yako iko wapi? where is your faith? Yesu kama hapo na wewe, If Jesus is with you, anaruhusu tu ni muda. He can allow Kwa the mwisho atasimama, But at the end lazima of the dhoruba day, litulie. and the storms will come down. Amen, amen. Hallelujah. Lazima imani itusaidie kwa safari ya Faith must help us in the journey to heaven. ya sita. Number 6, Kutambua ya kwamba neema ya Mungu inatosha. acknowledge that the grace is sufficient. Amen, amen. Kuna Hallelujah. watu ambao wamepewa neema, There are people who are given the grace, lakini wanaona kama hii neema yatosha hii. but they think the grace is not enough. Unapotaka vya mingi sana, If you want more, unakutana kwa ulimwacha Mungu. you find that you have left God. Namuona mtume Paulo, I see Apostle Paul. alikuwa na mwiba ambao ulikuwa ukimsumbua. He had a thorn that troubled him, Na maandiko yananiambia, and the scripture says asema alimsihi Mungu mara tatu amuondolee ile mwiba. that he pleaded with God to remove the thorn. Amen, amen. Amen. Jibu ya Mungu ilikuwa nini? Neema yangu inakutosha. The answer of God was that my grace is sufficient, Maana utukufu wangu mie because my glory unakuwa unaonekana is katika found udhaifu wako. inside the weakness. Amen, amen. Hallelujah. Kuna watu wenye kama wako wagonjwa hawezi kutumikia. There are people when they are not sick, they cannot save Kuna God. watu kama wako maskini hawezi There are kutumikia. people if they are not poor, they can't save God. Amen, amen. Hallelujah. Lakini neema ya Mungu inatosha juu tu kwanza ile neema isitoke. But the grace of God is sufficient, so that grace must not come Mungu out. akifungua tu mlango na kuwa tajiri mwingine. When God opens up a door and you become rich in Yawezekana Islam, utawakanyaga watu wengine hata it's possible that you will walk on the heads of other people, they will never speak. Amen, amen. Hallelujah. Unasema ile kanisa ni ya kidogo kwangu. And you start to say that church is too small for me. Amen, amen. Hallelujah. Nahitaji kwenda kuingilia Dubai. I have to go to church in Dubai. Unalewa neema. You are drunk with the grace. Amen, amen. Hallelujah. Neema ya Mungu inatosha. The grace of God is sufficient. Yenye Mungu alikupatia. That which God has given you. Atakapoona ya kwamba uko mwaminifu. When He sees that you are faithful, Atakutrust na He will mkubwa.
umepinda. You are now going astray. Okay, unachanganyikiwa. You are confused. Kuna ndugu ambaye alikuwa anaongea siku moja. Another brother was speaking the other day. Asema akipata tu pesa, that if he get money, lazima aoe wanawake wengi. That he will marry a lot of wives. Nikamwambia unajua nini? And I said to him, mke wako maombi yake usitajirikane tu ubakie na yeye peke. Your wife's prayer is that you must never get money so that she can remain the only wife. Usikikuwa tu naenda leta mwingine. Because if that money is there, you take another one. Yeye neema ya Mungu inatosha. Now for her, the grace of God is enough so that she can remain the only wife. Sasa usilewe madaraka. So don't be drunk. Mungu anakupatia neema. When God gives you grace, kuwa wewe. Be you. Usiige. Don't copy. Ya mwisho tunataka kumaliza. The last one and we finish. Tusimame kanisa. Let's stand up, church. Maisha matakatifu. Holy life. Amen, amen. Tusimame kanisa. Naposoma katika Warumi 6:1 hadi 2. When we read in Romans chapter 6, maandiko yanatuambia 1-2, the scripture says, je, tutende dhambi kwa sababu neema iko? That should we continue in sin because there is grace? Hapana. The answer is no. Amen, amen. Hallelujah. Hauna droit ya kufanya dhambi juu neema iko. You don't have to continue in sin because there is grace. Katika neema ya Mungu, in the grace of God, Bwana ametulongota huko. The Lord has saved us. Tuwe wazuri ama wabaya, whether we are good or bad, ili katika neema ile so that in that grace tupate kutengenezwa, we can be fixed, tupate kuishi maisha masafi pamoja na Bwana. Hakuna atakayemwona Mungu asipokuwa na utakatifu. No one will see God if he's not holy. Hata tuimbe namna gani, it doesn't matter how we sing, hata tuhubiri namna gani, it doesn't matter how we preach, kama utakatifu uko pamoja na sisi, holiness is not ni vigumu sana kumpendeza Mungu. It's very difficult to please God. Tutaenda kumwomba Mungu, we are going to kutenda yaliyo mapenzi yake, so that we can do his will. Tumwambie Mungu, let's tell the Lord, atuwezeshe kushika sana kulivyo navyo, help us to hold on to what we have, mtu kutwaa yale ambayo so that nobody comes and will worship him among ambia Mungu, tell God, aamushe maisha ya maombi, to revive a prayerful life. mwambie Mungu, tell the Lord, neno lake that his will lijae maishani fill mwako. your life. Mwambie Mungu, Tell God, ya kwamba neema yake that his grace itoshe kwa maisha be yako. sufficient in your Na life. mwisho mwambie Mungu, Lastly, niwezeshe kuishi tell maisha God, masafi, Lord, help me niwezeshe kutenda to yaliyo live mapenzi a holy yako. life and do Karibu it. kwa maombi. Prayer. Mtakatifu ishiye juu mbinguni, tunalitukuza jina lako Bwana wa Bwana.